بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله به نستعين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك رحمة أماني زمدمت محمد صلى الله عليه وسلم pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaomfuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Nina furaha kubwa biidhnillah jalla wa ala leo katika siku hii ambayo ni Jumatatu tarehe 20 ya mwezi huu biidhnillah jalla wa ala ndani ya mwaka 2025 kuwa tumetembelewa na baadhi ya TV za Kiislamu hapa Burundi biidhnillah jalla wa ala kwenye markazi yetu Al-Hikma. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala TV hizi ambazo zinazofanya mengi katika nchi yetu kwa kutumikia Waislamu na jamii, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuzikubalia matendo yao, pakiwemo An-Nusra TV, Abdi Joni TV, Raisi TV, Amigo TV, Al-Amnu TV, Shamsuddin TV na Habibullah TV. Hizi ni TV ambazo zimetuamkia leo hapa ofisini kwenye Al-Hikma Foundation Burundi hapa kwa kuja kututembelea biidhnillah jalla wa ala, na tunawakaribisheni katika ofisi zetu. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie ziara hii iwe ni ziara manufaa kwetu sote ya rabbal alamin. Kwa ufupi, Sheikh Ismail Gogos ni kijana miongoni mwa vijana ambao wamezaliwa hapa Burundi katika jiji la Bujumbura biidhnillah jalla wa ala, mzaliwa wa hapa na nimekulia hapa mpaka katika miaka ya 12, miaka yangu 12, na baada ya miaka 12 biidhnillah jalla wa ala nikawa nimejielekeza katika nchi ya Holland. Na baada ya hapo msafara wangu wa maisha ukaanzia huko baada ya miaka 12 ya kuzaliwa katika nchi ya Holland biidhnillah jalla wa ala. Madrasatul Hussein haya ni masomo ambayo mashekhe wengi au mashekhe wote katika nchi ya Burundi walipita ndani yake. Mashekhe zetu wakubwa wote, walimu zetu walisoma katika madrasa hiyo ambayo inaitwa Madrasatul Hussein, inapatikana baba Buyenzi barabara ya 8 namba 10. Mimi ni mwanafunzi wa pale na nimeanza kuhifadhia Qur'ani katika hiyo madrasa. Nimeanza kusoma Kiarabu katika madrasa hiyo na nilipasoma mpaka somo la 6. Baada ya somo la 6 ikabidi nikawa nimefeli katika mtihani wa somo la 6, nimefeli. Lakini jamaa zangu wengi wakawa wameruhusiwa kwenda kusoma katika madrasa tutahdhib ambayo inapatikana Buiza kwa Sheikh Abdul Aziz zama hizo, na mpaka leo ingaliki. Lakini ikawa nimekataa, nikasema nistabaki hapa. Baada ya jamaa zangu kwa taelekea Buiza na mimi nikaelekea Buiza huko, nikarejea tena katika somo la 6 kwenye darasa la Mwalimu Ali ambaye ni mwalimu wa mashekhe. Kwa sasa Mwalimu Ali ni mwalimu katika mji wa Muyinga, maarufu sana, wal maarufu la yuarraf. Ni mwalimu wa mashekhe, na mimi nikawa miongoni mwa wanafunzi wake ambao nilisoma darasa la 6 kwake. Na baada ya hapo nikawa nimeweza alhamdulillah rabbil alamin, nikawa nimeendeleza katika madrasa tahdhib kwa Sheikh Abdul Aziz, kwa Sheikh Abdul Aziz hapo Buiza biidhnillah jalla wa ala, pamoja na mashekhe zetu wa Masri ambao walikuwa wanasomesha hapo zama hizo. Kazama hizo mtoto katika njia ya kuanza kuhifadhi Qur'an mwanzo, kama kisi nimeeleza hapo mwanzo kwamba nimetoka niko mdogo miaka 12 naelekea Ulaya, lakini nimetoka Burundi nilikuwa sijahifadhi mushafu mzima, nilikuwa sijakamilisha, lakini juzu 10, juzu 12 zilikuwepo. Kwa sababu katika miaka hiyo ya nyuma ningaliki hapa Burundi niliweza kushiriki musabaqat Malik Abdul Aziz ad-Dawliya litahfidh al-Qur'an hapo Saudia pamoja na ndugu yangu Sheikh Mashaka Juma ambaye ni miongoni mwa mashekhe wasomaji wa Qur'ani wazuri katika nchi hii. Lakini nilitoka hapa nilikuwa sijaweza kukamilisha mshafu mzima biidhnillah jalla wa ala kuelekea Holland. Safari yangu kuelekea Holland ilikuwa ni safari ambayo madhumuni yake ilikuwa ni safari naelekea katika nchi ya Libya. Nilikuwa naelekea kuiwakilisha nchi yangu Burundi
katika mashindano makubwa ya kwanza ya Qur'an International. Mashindano ya kwanza mwaka 2004 ambayo yameandaliwa na nchi ya Libya kwa kuwakusanya wasomaji wa Qur'an dunia nzima. Na mimi Burundi nikawa nimechaguliwa miongoni mwa hao watu au miongoni mwa vijana ambao watakaoelekea katika msafara huo kwenda kuiwakilisha Burundi, na nikawa nimechaguliwa na Markaz al-Islami ambayo iko hapa Burundi hapa, pamoja mzee wetu ambaye ni Jamal Baghdad, ndio kiongozi wa marakizi zote za Kiislamu nchi ya Afrika zote. Akawa amenichagua mimi niweze kuiwakilisha Burundi katika nchi ya Libya. Lakini katika makadara yake Allah subhanahu wa ta'ala nikawa nimepita katika nchi za Ulaya huko. Katika kwenda Libya nikawa nimepita Ulaya, na wakati wa kurejea nikafanya istikhara kumuuliza Allah subhanahu wa ta'ala nirudie country au nibakie zangu hapa Ulaya nianze maisha yangine biinillahi jalla wa ala. Istikhara ikawa imenipa nibakie Holland biinillahi jalla wa ala, nikabaki hapa. Kwa kweli miongoni mwa malengo makubwa ambayo yalikuwa ni sababu mimi kubakia katika nchi ya Holland, mimi katika asili yangu kwanza niko mdogo, ni mtu ambaye napenda uhuru sana. Napenda uhuru sana. Na katika hali ya kuwaza ya kwamba nikibaki Ulaya nitaweza kuwa na uhuru zaidi ya hapa nyumbani nilikuwa naishi na mangu mdogo na familia na bano na nini, nikasema huenda nikibakia Ulaya nitakuwa niko peke yangu, nitakuwa na uhuru zaidi. Bimaana miongoni mwa malengo makubwa ambayo nifanye nibakie Ulaya ni katika hali ya kutafuta uhuru wa nafsi yangu, afu baadaye na katika hali ya kuweza kuboresha maisha ya uchumi au maisha ya dunia haya ya kiuchumi ya kihali biidhnillahi jalla wa ala, kama kisi malengo ya watu wote ambao wanakao kwenda Ulaya. Na mimi malengo yangu yalikuwa ni hayo. Mimi nadhani miongoni mwa sababu ambayo imetufanya kuweza kubaki katika istiqama, nadhani sababu ya kwanza ni kuwa mwanzo wetu wa maisha yetu tulianza maisha yetu na kuambatana na Qur'ani. Nadhani yani sababu kubwa ya istiqama mpaka leo ni kwa sababu maisha yetu tumeyafungua hali ya kwamba tuko na mushafu tunaisoma na tunahifadhi Qur'an. Qur'an bimaana ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo zimetufanya tubaki kwenye istiqama. Jambo la pili, wakati tulikapojielekeza katika nchi ya Holland, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatujalia tukawa tumejiunga na baadhi ya masantre za Kiislamu ambazo ziko pale, baadhi ya misikiti, na ndio misikiti yetu ya Ulaya ndio masantre, inakuwa ni masantre, yanakuwa mieneza mambo yote, na hiyo misikiti au masantre inakuwa wasimamizi wao ni mashekhi wakubwa. Alafu na mimi Allah kanijalia, kitu cha kwanza ambacho nilifanya wakati nilifika Holland, nilijielekeza moja kwa moja msikitini au katika masantre hayo, na mimi nikajiunga nao biidhnillahi jalla wa ala, na nikaanza marhala ya pili katika hali ya kwanza kuitafuta elimu ya dini katika santre hizo Ulaya biidhnillahi jalla wa ala, hasa katika nchi ya Holland. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuona amenipa fursa ya kuweza kuitembelea nchi ya Oman. Nchi ya Oman fadhila zake ndani za hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fadhila ambazo ziko wazi sana, ya kwamba Mtume aliwasifu watu wa Oman kwa ukarimu wao, aliwasifu watu wa Oman kwa tabia zao, aliwasifu watu wa Oman kwa akhlaq zao. Hata kabla ya Uislamu ni miongoni mwa watu ambao waliopokea Uislamu kwa kiurahisi sana pindi Uislamu ulikowafikia biidhnillahi jalla wa ala. Na ukarimu wao ni ukarimu ambao unajulikana dunia nzima, na unajulikana kwa kila ambaye anakayekwenda katika nchi ya Oman, gisi anavyopokelewa, gisi watu wa Oman tabia zao ni nzuri. Oman kila nafasi ambapo utakapowakutana katika nchi zote, hata Ulaya, Warabuni, ukikutana na unaona huyu ni Muomani, tabia zake zinakuashiria moja kwa moja ni Muomani. Bimaana sababu kubwa baada ya kupata sifa zote za Omani hizo, alafu Allah kanijalia biidhnillahi jalla wa ala nikapata mwaliko wa harusi ya familia miongoni mwa familia za Kiomani, familia zetu, ndugu zetu ambao ni wakaribu sana, familia ya Suleiman ibn Muhammad al-Harithi, familia ya Anti Azza binti Said al-Ma'mariya. Hizi ni familia ambazo na familia za Kisharji ambazo zilikuwa zimeoana ndani yake, wakawa wamenipa mwaliko rasmi wa kuweza kuhudhuria
katika harusi hiyo biidhnillah jalla wa ala, na mimi ikawa ni fursa kubwa sana ya kuweza kuitembelea nchi ya Oman. Maana malengo makubwa ya ziara ilikuwa ni mwaliko rasmi wa kwenda kuhudhuria hafla azifaf, hafla ya harusi ya familia hizo ambazo ni familia kubwa katika nchi ya Omani. Alafu malengo mengine kwenda kukutana na ndugu zetu ambao wako pale Omani wengi sana, ambao wamezaliwa Burundi, wameishi Burundi, tumeishi nao, wazee wetu, kwenda kukutana nao biidhnillah jalla wa ala. Na huenda katika safari unakwenda na malengo mengi tofauti. Hayo ilikuwa ni machache miongoni mwa malengo ambayo ilikuwa ni ya ziara kwenda Oman. Katika kama gisi nilivyozungumza, ziara zangu nyingi ambazo ninazifanya zinakuwa ni ziara ambazo zina malengo mengi tofauti ndani yake. Na miongoni mwa malengo hayo ambayo yananifanya mimi safari zangu niweze kuzungumzia, huwa napenda kuzungumzia sana maendeleo ya jamii yetu ya Kiislamu, maendeleo ya nchi yetu biidhnillah jalla wa ala, na kuifanya nchi yetu iweze kujulikana katika hizo nchi ambazo tunazotembea ndani yake. Na miongoni mwa malengo pia vile vile tuliweza kuwafahamisha Waislamu ambao ni wa Omani wenye kuishi katika zile nchi. Pana baadhi yao wengi wana miaka mingi hawajaja Burundi, hawako Burundi, lakini tuliweza kuwapa mukhtasar wa pale ambapo tunapofikia jamii yetu ya Kiislamu. Wanapenda kujua sana jamii ya Kiislamu inafikia wapi. Tuliwaeleza kuhusiana jamii ya Kiislamu, na tukawaeleza ya kwamba tuna mashruu ambao ni projet imeanzishwa na Mheshimiwa Mufti wa Burundi Sheikh Salum, ambao ni ya kujenga ofisi makao makuu ya Komibu biidhnillah jalla wa ala. Tukawaeleza mashruu hiyo, tukaipanua, tukawahamasisha biidhnillah jalla wa ala, ili ikiwa huenda haujui miongoni mwa hao ambao tuliwafahamisha au tuliwaeleza, baadhi yao wanaweza wakajituma wakawa wamechangia katika sisi kufanikisha katika jengo hili ambalo la Komibu. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema adallu ala khairi kafa'ili, yule ambaye anakayewahamasisha watu katika khairi anapata thawabu kama ile ambayo wale watu ambao watakao wamewahamasisha wakifanya, na yeye pia atapata thawabu kama wale ambao watakaotenda thawabu hiyo. Maana miongoni mwa malengo ya ziara hizo ni kwenda kuwaonyesha Waislamu katika hizo nchi maendeleo ya nchi yetu tunafikia wapi, na kuhamasisha vile vile maendeleo ya Waislamu na maendeleo ya nchi yetu vile vile, ili waweze kuja katika nchi yetu, waweze kuinvest ndani yake, waweze kuwekeza ili ya kuijenga jamii yetu na kuijenga nchi yetu biidhnillah jalla wa ala.